أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد. إن شاء الله leo tutazungumzia namna gani utabatilisha uchawi uliofanyiwa na ukenda ukatupwa baharini au ukenda ukatupwa katika mito. Namna gani utaweza kuharibu au namna gani utaweza kubatilisha moja kwa moja na kuua. Lakini kwanza tujue vipi utajijua kama wewe umesibiwa na huu uchawi wa kwenda kutupwa baharini au kwenye mito. Kwa maana huu uchawi ule kwenda tupwa katika sehemu hizi, vipi utajijua? Kujijua kwako kwanza kuna dalili ambazo utaziona. Kwa hiyo ukiziona dalili hizi nitakazozitaja, basi ujue wewe huo uchawi umefanyiwa na umekwenda tupwa baharini. Kwa hiyo namna gani utaweza kubatilisha ni wewe mwenyewe utakavyosikiza hapa insha Allah na kupata maelekezo. Tayib. Kwanza dalili ya kwanza ni mtu ambaye atakuwa anapata hali ya alamun shadidin fil arham linnisa. Mwanamke anapata maumivu makali katika fuko la uzazi. Kadhalika dalili ya pili, alamun shadidun fi asfali dhuhri. Asfali dhahri, mtu kupata maumivu makali katika uti wa mgongo au chini ya uti wa mgongo. Kadhalika dha'fu ru'ya albasariya, yani mtu kutokuona macho yake, yani macho kama itakuwa na matatizo ambayo kuwa matatizo haya labda umeshafanya tiba sana. Tuseme umeenda hospitali ukafanywa vipimo lakini kadhalika ukatumia miwani, unakuta ni matatizo ya macho bado hayajaisha. Basi ujue kuna uchawi wa maji, huu ndo ambao umefanyiwa na ukaenda ukatupwa baharini, na huu moja kwa moja ndio unaokutesa au ukatupwa katika mito. Kadhalika alkhawfu shadid min ghairi sababin, mtu kupata hofu kubwa sana pasi na sababu, yani anapata hofu kubwa sana pasi na sababu yoyote. Kadhalika alamu daimin wa khasatan asfali albatni ma tahta as-surra wa qad yakunu fi ahadi aljanibain, mtu kupata maumivu makali katika tumbo, khasatan asfali albatni, yani katika chini ya tumbo. Asfali albatni yani chini ya tumbo, kwa maana ma tahta as-surra yani kwenye chini ya kitovu hapa. Lakini kadhalika wakati yakuru fi ahadi aljanibain, inaweza akaja hayo maumivu katika moja miongoni mwa upande mmoja, ama upande wa ubavu ama ubavu wa kushoto. Kadhalika adamu rahata fil manan, mtu kukosa raha katika usingizi wake, maana kikuto kulala vizuri, yani analala lakini unakuta analala na shtuka. Kadhalika wa idha staiqadha yakunu atshani jidda, anaposhtuka katika usingizi anajikuta kwamba ana hali ya kiu ambayo ni kiu kali sana. Kadhalika kathratu an-nisyan wa tadni al-mustawi ad-dirasi, yani mtu ambaye anakuwa kafanywa uchawi huu basi moja kwa moja anakuwa ni mtu wa kusahau sana. Kadhalika ile hali ya kukaribia kushuka kwa kiwango cha masomo, akiwa ni mwanafunzi inakuwa kile kiwango cha masomo kinakuwa kinashuka sana, kadhalika na hifadhi yake inakuwa inashuka sana. Naam, hizi ni miongoni mwa dalili ambazo zinawezekana ikawa huyu ambaye ikafanywa uchawi uliokwenda tu baharini ndo ambazo zinamtesa. Dalili hizi ndo ambazo zinakuwa zinamtesa. Tayib. Sasa sikiliza, ni tiba gani ufanye ili wewe uweze kujiokoa kutokana na tatizo hili? Inabidi wewe uchukue maji yako kwenye chupa au kwenye chombo, chukua maji safi, halafu haya maji ukishachukua nenda katika mashaf, fungua katika suratu an-Namli aya ya 6. Fungua katika suratu an-Namli aya ya 6 inayosema wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim. Hiyo aya utayasomea hayo maji mara 35. Aya hiyo yasomee maji mara 35. Ukimaliza kuyasomea mara 35 maji, baada ya hapo pia isome suratul falaqi mara 35, yasomea hayo maji. Kadhalika soma suratun nasi mara 35, yasomea hayo maji. Ukimaliza hayo maji yachukue, nenda kayamwage kwenye mto au nenda kayamwage katika bahari. Na ukiyamwaga weka nia katika hali ya kubatilisha kuua uchawi ambao
uliokwenda tupwa baharini, uliotupwa katika mito dhidi yangu. Kwa hiyo hapo itakuwa umemaliza tatizo kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Wabillahi tawfiq, wallahu a'lamu bis-sawab.